maana nimeitwa kwa jina lako, e Bwana Mungu wa majeshi. Unaona anachokisema Yeremia? Anasema maneno ya Bwana yalionekana. Yalipoonekana, anasema nami nikayala, na maneno yako yalikuwa ni furaha yangu na shangwe ya moyo wangu, maana nimeitwa kwa jina lako, e Bwana Mungu wangu. Yeremia kwa kutumia neno la Mungu, kwa kulipokea neno la Mungu, kwa kuyaweka ndani mwake, anasema alipoyala tu, moyo wake ulijaa furaha na shangwe. Ndio maana kupitia neno la Mungu, Roho Mtakatifu anachojenga katika maisha yetu ni furaha ya kudumu. Na ndio maana kama si furaha inayotokana na neno la Mungu, furaha zingine zote zinaweza kuleta majuto, na zingine pia haziwezi kuleta majuto kwa sababu ni furaha za faida. Kwa mfano, siku mtu anaoa au anaolewa, huwa ni siku ya furaha. Kama ni kweli ametambua, muoaji ametambua maana ya kuoa, na muolewa ametambua maana ya kuolewa, wameanza na furaha na wanaweza kuendelea na furaha itakayowafanya wazeeke katika furaha. Lakini shida kama mmoja atakuwa hajui maana, kama ni mwanaume hajui maana ya kuoa, au mwanamke hajui maana ya kuolewa, hata kama utajua wewe, utafanya kazi ya ziada. Maana utafika mahala unajuta, unaangalia, unasema na ndio maana furaha kwa ndoa za Kikristo ni ndoa ya mke mmoja, kwa sababu ndio inampa mwenzi wako naye kuwa na amani na wewe, kujisikia kwamba nina mume. Lakini unaposogeza na wapili na watatu, sijui na wasita, ile ndoa inakuwa mzigo kwa yule aliyeingia mara ya kwanza kwenye ndoa na wewe. Maana anaona kwamba sasa mimi ni takataka, sina thamani. Kwa hiyo kuoa na kuolewa ni furaha, lakini ni furaha wakati umetumia ndoa sahihi. Maana ni ndoa inayokusanya watu, sherehe inayowakusanya watu, wanahudhuria, wanakula nyama, wanakula ubwabwa, wanakula pilau, wanacheza na vyakula. Vinywaji tunakunywa siku zote, lakini vile vya harusini. Pilau tunakula siku zote, lakini ile ya kwenye sherehe. Wali tunakula siku zote, ila ule wa kwenye sherehe. Nyama tunakula siku zote, lakini ile ya kwenye sherehe. Ile nyama ndio maana unaona kama ndugu yako kumpa kadi, anasema fulani alioza binti yake, au kijana wamekataa kunikaribisha hata kwenye sherehe. Ndugu anabaki kusema kwamba yule mtu yuko mbali na mimi, Mungu asaidie sana. Anaona umbali kwa sababu ilikuwa sherehe na alitakiwa awepo. Hata kama angekula mnofu mmoja au miwili, yeye alichokuwa anahitaji ni kula. Mungu asaidie sana. Ni kula kwenye sherehe na yaonekane. Ndio maana naonaga bibi harusi, hasa bibi harusi, hata kama umemjua, umekaa naye kila siku, mnajigaragaza pamoja, siku hiyo unatoka tena unasema ngoja nikamwone bibi. Kwa nini? Huwa watu wanatoka kumwona bibi harusi kwa nini? Maana wengi sana wao wanasema naenda kumwona bibi harusi, ingawa utamwona na bwana harusi, lakini wengi wana mashida na bibi. Kwa nini? Nataka sababu madam. Kwa nini wanataka wamwone bibi harusi? Amen. Mimi nafikiri hivi. Wanataka wamwone bibi harusi. Siku hiyo huwa ni siku ya ubora. Hiyo siku ya harusi huwa ni siku ya ubora. Anaonekana kwa namna tofauti
tofauti na tulivyomzoea, amevaa tofauti na tulivyomzoea, na vitu vyote vimebadilika kwa ajili yake. Maana huyu haiti bwana harusi mpaka awe na bibi harusi. Kwa hiyo kwetu kuna msemo wanasema hivi, kama mtu hawezi kupendeza siku ya harusi yake, hata kwenye msiba atakosa kumlilia. Sawa. Mimi nafikiri tunataka kuona ile kiwango alichonacho na kuiga pia vitu vingine. Sawa. Mimi ya kwangu nataka niwe hivi na mimi ya mwanangu natamani niwe hivi. Mama mchungaji, wewe unahisi kwa nini mnaenda kumuona bibi harusi? Naona mkao wake amekaaje, amepambwaje. Ndio maana hata kama ni Mpentekoste wa zamani usimwambie binti yako kwamba asipake sijui nini. Mwache, ndio siku yake hiyo. Ndio siku yake. Watu wanataka wamuone yuko katika hali ya kupendeza. Kwanza yule mume ambaye amemchukua naye anataka amuone kwamba leo wametoa kitu halisi. Ndio maana ya bibi harusi. Sasa ile ni furaha halisia. Ndio maana mtu kwenye furaha ya harusi ana furaha kweli kweli. Ndugu waliotoka mbali na waliotoka karibu wote ni kushangilia tu. Alafu yeye ndio anasaminiwa, yeye ndio wa thamani pale sana. Yeye na mume wake ndio wa thamani kubwa pale. Hiyo nalokuambia ni kweli, maana wengine wote ni wasindikizaji. Wengine wote ni watazamaji. Lakini harusi ni ya bibi harusi na bwana harusi. Hao watu wawili ndio watu wa muhimu. Na hata kama ingetokea kimbunga saa hiyo wakutazamwa ni hao wawili tu. Wasije wakakutana na kimbunga. Lakini kama ulikati hapo nikutana njiani na mkaenda njiani, furaha ya harusi hukuionja. Wewe utahitwa mwenga tu kwa sababu lakini wewe sio mwenga halisia. Kama tunataka mwenga halisia. Sasa kama ninafundisha alafu vijana wangu mnakuwa wa kuchoropoa tu na kuchoropotwa, mnachukuliwa tu, mnaninyima amani. Sasa kijana wako mimi nimeona nijitwalie. Umejitwalia sahihi au umejitwalia kwa majuto? Yatakuwa mashaka yako mbeleni. Mwacha toke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo furaha ya siku ya harusi ni furaha halisia ambayo kila mmoja anashuhudia. Harusi ya fulani bwana, wanabaki na historia ya harusi ya kwako. Ile harusi acha bwana, ile sherehe acha bwana, ile siku tunaikubali, maana imekubaliwa na watu, ilikuwa katika furaha halisia. Ingawa yawezekana sio ya milele. Kwa hiyo kuna furaha zingine watu wanazifanya, wanaziita furaha, sio furaha. Kwa mfano mtu aliyekunywa akalewa, kwamba anafurahia amekunywa bia kulewa, alafu baadaye unamkuta amelala kwenye mtaro. Hiyo ni furaha kweli? Hata ungejiuliza wewe, amevaa suti alafu yuko mtaroni, analilia mtaroni, tena ameshapata na majeraha. Sio furaha iliyomanishwa. Mungu asaidie sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anataka tuwe na furaha ya kudumu kupitia neno la Mungu. Zaburi 119 mstari wa 14, kisha utasoma mstari wa 14, baadaye nitakwambia mwingine. Zaburi ya 119 nasema Roho Mtakatifu hutumia neno la Mungu kujenga furaha ya kudumu ndani mwetu. Maana nimekwambia furaha hujengwa, na kila unapojenga furaha ujue maana furaha. Hebu soma hiyo Zaburi 119 mstari wa 14. Biblia inasemaje? Sikiliza. Nimefurahia njia ya shuhuda zako. Anasema mwandishi wa Zaburi, nimefurahia njia ya shuhuda zako. Kana kwamba ni mali mengi.
kana kwamba ni mali. Nani ameelewa hapa? Nimefurahia shuhuda zako kana kwamba ni mali mengi au mali nyingi. Unaona hilo? Kwamba anafurahia ushuhuda wa Mungu, yani lile neno la Mungu. Tunaposema ushuhuda ni neno la Bwana. Amefurahia ushuhuda, maneno yaliyomshuhudia Mungu, maneno aliyoyasema juu ya Mungu. Amefurahia kuliko kuwa na mali mengi. Ndio maana una sababu ya kufurahi. Una sababu ya kuwa na furaha ya kudumu, sio inayoleta majuto. Furaha ya dunia hii ina majuto tu. Ndio maana unaona mwingine anaamua ameenda disco, ameenda wapi, anaita disco leo, wanatangaziwa tutakesha, tutacheza disco mpaka jua litatoka. Lakini huko disco mwingine amekutana na kipigo, mwingine amengolewa meno. Maana halikuwa furaha, ilikuwa vurugu. Kungekuwa furaha, hakuna kungoana meno, hakuna kuwekana ngeo, hakuna kushambuliana. Mungu asaidie sana. Soma, anasema shuhuda au kulisema neno la Mungu au kusikia neno la Mungu kwake ni furaha kuliko kuwa na mali nyingi. 111 mstari wa 111, Zaburi hiyo 119 mstari wa 111 mstari wa 111. Shuhuda zako nimezifanya urithi wa milele. Anasema shuhuda zako nimezifanya urithi wa milele. Maana ndizo changamko la moyo wangu. Anasema maana ndizo changamko la moyo wako. Maana ndio furaha ya moyo wako. Changamko la moyo. Shuhuda zako nimezifanya ziwe nini? Changamko langu. Yale maneno ya Mungu kwako yawe changamko lako. Unajua tumefika mahala tumeharibu kwa sababu hatulingoji neno la Mungu. Mungu asaidie sana. Hatulingoji neno la Mungu. Lingoje neno la Mungu. Unajua neno la Mungu ni kweli. Hakuna mahala linaposema uongo. Kwa hiyo kazi yako wewe ni kuliamini na kulichukua hivyo lilivyo, ili lilete kitu katika maisha yako kilicho wazi na kitakachoonekana cha kutangaza furaha yako katika Mungu unayemwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mstari wa 162, neno huleta changamko la moyo kwa mwanadamu. Ndio maana Roho Mtakatifu analiruhusu neno litembee maishani mwangu, maishani mwako, liwe faida kwa mcha Mungu yeyote kuliko kitu chochote kingine kile. Mstari wa 162, hiyo Zaburi 119 mstari wa 162 unasema, naifurahia ahadi yako. Naifurahia ahadi yako kama apataye mateka mengi. Mtu akienda vitani akashinda vita, huchukua mateka, huteka vitu, hunyaga vitu mbalimbali. Naye anasema naifurahia ahadi yako kama kupata mateka mengi. Anafurahia ule ushindi, kwamba nimempiga adui na nimempokonya kila kitu alichokuwa nacho. Kwa hiyo neno la Mungu ni silaha inayotumika kwa ajili ya kufanikisha furaha ya mwanadamu. Shangwe iinuke, itawale moyo wako, uwe mtu uliye na hazina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lingana na muda wangu nivuke vifungu vingine, maana natamani nimalize hili somo langu. Nimeacha soma Yohana, nisome tu Yohana 15 mstari wa 11.
Yohana 15 mstari wa 11, mwingine atafunua Yohana 17 mstari wa 13. Nimalize hapo. Kazi ya neno kupitia Roho Mtakatifu ili furaha ya mwanadamu iwe ya kudumu ndani mwake. 15 sura 15 mstari wa 11, mwingine atasoma 17 mstari wa 13. Hayo nimewaambia. Yesu anasema, haya ni maneno yake Yesu. Hayo nimewaambia Ili furaha yangu iwe ndani yenu. ili furaha yangu iwe ndani yenu Na furaha yenu itimizwe. na furaha yenu itimizwe. Asante. Anasema hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Kwa hiyo furaha ya Kristo inapokuwa ndani mwako, ndipo furaha ya kwako wewe inapofanya nini? Ndipo inapotimizwa. Maana kutokana na furaha ya Kristo ndani mwako, neno linakamilika na furaha yako na wewe inatimilika. Unakuwa na furaha, unakuwa na shangwe, moyo umechangamka, umeridhika, umeona utamu na uzuri wa furaha iliyomo ndani mwako. Lakini hayo nimewaambia ili muwe na furaha ndani yangu na furaha yenu itimilike. Kwa hiyo kama furaha yoyote uliyo nayo haitokani na Mungu na neema ya Mungu na uzuri wa Mungu, hiyo furaha kwako bado nayo haitakufaa wewe. Lakini kama imetokana na neno la Mungu, imetokana na kazi ya Roho Mtakatifu ndani mwako, haja zako, furaha yako itatimia. Haja za mahitaji ya moyo wako zitapatikana, maana ni kutokana katika furaha ya Bwana mwenyewe ambaye imekuwemo ndani mwako, na furaha za kwako zikatimilika, utajikuta umejaa kila ulicho nacho. 17:13. 17:13. Yohana 17:13. Na sasa naja kwako. 17:13. Sawa. Na sasa naja kwako. Na maneno haya nayasema ulimwenguni. Na maneno haya nayasema ulimwenguni. Ili wawe na furaha yangu imetimizwa ndani yao. Ili wewe na furaha yangu imetimizwa ndani yao. Yesu aliyasema maneno haya ulimwenguni ili furaha ya Yesu iwe ndani yetu, ikitimiza furaha yetu ndani mwetu. Kwa hiyo unapokosa furaha, mtu wa Mungu, aidha kwa ajili ya changamoto ya maisha, aje unakosea, wewe unafaa uwe na furaha ya kudumu. Katika hiyo furaha ufarijike, katika hiyo furaha utiwe moyo, katika hiyo furaha ujengewe matumaini makubwa, katika hiyo furaha ikuwezeshe kuvuka vikwazo na pingamizi zote zilizo mbele yako, usione kama si kitu. Mungu asaidie sana. Andika, furaha ni tunda la kudumu. Maana furaha iko katika matunda ya Roho. Kweli si kweli? Lakini furaha inasemekana ni tunda la kudumu. Furaha ni tunda la kudumu. Warumi 14 mstari wa 17. Warumi 14 mstari wa 17. Furaha ni tunda la kudumu. Warumi 14 mstari wa 17. Ndio. Maana ufalme wa Mungu si kula na kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Maana kula na kunywa, tunakula na kunywa, lakini unaweza ukala na kunywa hata kama hauna amani. Lakini anasema maana ufalme wa Mungu si kula na kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Haki na amani
ndivyo vinavyokamilisha furaha yako katika Roho Mtakatifu. Maana mtu aliye na furaha lazima utaona amani anayokutosha. Lakini kuna haki ya Kristo inayofanya aonekane kwamba huyu mtu ana amani na furaha imejaa maishani mwake. Kwa hiyo hapeperushwi wala hatetereki. Tumeona watu, nilimwona kijana mmoja, nilimjua. Ni kijana aliyekuwa anaongelea sana atakavyofanya sherehe, lakini sherehe zake ziliishia katika kuchumbia. Sijui ilikuwa sababu gani, sijui, ila mimi nilihisi yawezekana alikuwa mwasherati. Alichumbia na harusi zilifika karibu. Fulani mwezi fulani ataoa. Baba yake amesumbuka kuchukua fimbo, anaenda kuposa asubuhi. Anazunguka, anaenda kuposa. Kama chumba alitumia chache ni kama 10. Lakini hakuwahi kufunga ndoa. Matokeo ya kuoa kwake, alipitia njia ya mkato. Anachumbia huyu, baadaye anaacha, anaanza uchumba mwingine. Baadaye unakolea leo ataoa, haoi, anaanzisha uchumba mwingine. Katibu huo unahisi kulikuwa na nini? Maana mimi mpaka leo huwa najiuliza. Saidie. Kwa hiyo alikuwa hayuko sahihi. Kulikuwa na shida, aiza kwao, aiza kwake mwenyewe. Wewe unasemaje mama? Mama leo, wewe unasemaje huyu chumba zote hizi hakuoa? Baadaye akaona ajisalimishe, apitie haraka kama mwewe anayepitia kifaranga. Unahisi nini? Mungu hapendi ndoa. Mungu ndio mwanzilishi wa ndoa. Unajua kuna vingine tunasema sio mpango wa Mungu. Siamini. Maana mwanzilishi wa ndoa asipangie mtu kuoa. Ndugu yangu unasemaje? Bonge. Unasemaje, ni nini kilikuwa? Amina. Hapo sasa labda yeye mwenyewe ndo alikuwa hamhitaji. Kwa hiyo ilikuwa sio haja ya moyo wake. Sasa kwa nini umsumbue baba? Anatembea, anapeleka, wanamwambia huku hiki, anashughulika tena, anazunguka. Mzee wa watu ni alfajiri posa. Kama sisi hapa kwetu hapa posa, ulikuwa unatakiwa upose na watu wasijue unaposa, kwa ajili ya kuogopa kwenda kusemwa kwamba huo mji uko hivi na hivi. Kwa hiyo baba safari zake zilikuwa ni za saa 9:30. Anaamka, anafika pale, kama ni mbali kidogo saa 10 saa 10:30 alfajiri, anagonga nyumba. Hodi, hapa nyumbani karibu. Wanaamka, wanafungua, wanamkuta na fimbo, wanampokea, wanamwambia karibu ndani, wanapokea fimbo, anaingia ndani, wanaanza maongezi. Wakimaliza maongezi saa 11, anawaaga, anaweka fimbo yake begani, anarudi haraka ili saa 12 ikuta ameshaingia ndani mwake amelala.
hajui. Ndio posa iliyokuwa hapa. Maana kuna mtu kujua unaposa wapi. Wakafuatilia, huyo ndio mnataka kumpa mtoto wenu. Ni 1, 2, 3. Unajua? Sema wakati mwingine vijana kuna ile kutaka kufanya jambo kwa haraka. Na wakati wa kutaka kufanya jambo kwa haraka, maana yake kule ulikotaka kwamba uoe, lakini moyo wako kawa bado hujafanya nini, hujalizia. Ile unataka tu kumsumbua mzee. Lakini baadaye tena ukaona kwingine. Ukaona kule alikoenda mzee hakufanya. Kule acha ngoja niende huko. Baadaye tena ukaenda huko kwingine, ukaona tena kwingine. Kwa hiyo ile ni tamaa. Sasa ndicho tulikuwa tunatafuta hicho. Tamaa ya kutamani kile unayemuona. Huyu umemuona muda mwingi kwa sababu mnakaa mnaongea. Unajua ndio huwa nawaambia hata mabinti mwe mnajiongeza. Usiongee na mchumba wako kila saa kila dakika. Atakuchoka mapema na hajakuoa. Wengine mpaka mnawafungia safari. Njoo hapa, uko wapi? Njoo hapa mahala fulani, na wewe unafunga safari. Wewe kukutema ni halali, kukuacha ni halali, maana amekuona siku nyingi. Mwanaume anapokuwa anaangalia mwanamke akimwangalia siku nyingi lazima aone na kasoro. Kumbe sijaona, kumbe yamo na makengeza. Kumbe nilikuwa sijaona. Kumbe na mdomo wake uko pembeni. Kwa hiyo ataacha. Hebu jijali, jisamini. Sema njoo tuonane mahala fulani. Hapana, nina kazi. Alafu sitaeleweka wakijua tu nimekuja hapo. Lakini ninyi hata kama ni kwenye kichaka nakwambia nimo kichakani huko. Kichaka gani? Kile cha karibu na pale wanapoogea. Unaenda. Kwa nini asichoke? Hata wachumbia tu wengi. Maana wewe naye ndio yale. Ulipoambiwa kuolewa unasema, mimi? Alafu kukutana naye sana, mnaanza kukuazana kwenye uchumba. Na mwanaume mwenye akili mkishakuazana kwenye uchumba hawezi kukuoa. Kwenye uchumba watu wametukanana. Eti wanasema ni mzaa wa kijinga. Unacheza na mchumba wako, mnacheza mchezo gani huo? Baadaye namwambia nyoko. Alafu kijana una akili zimo kichwani, ameshakwambia nyoko, eti uowe tena. Sasa wewe umemuita yule na nyumbani ukimuoa ni nyoko. Si nilikutukanaga mapema ulijua? Nyoko. Maana mmependa sana kucheza anakutamkia nyoko. Haya, na mimi kama una akili zako, akishaniambia nyoko, ninaanza kutunga sheria, nakuwa kobe, nakuwa nainama. Namwambia lakini wewe ni mzuri sana. Yaani hayo meno yako tu kicheka mimi ninaisha, ninazimia. Ninataka utambue kwamba ananipenda hasa. Tukitoka hapo siku fulani nakuja kukualika bana, na kukaribisha kwenye harusi yangu, tarehe fulani nafunga ndoa. Ulicheza sana. Na kukaribisha kwenye harusi. Mimi nilikuwa nasema kwenye sherehe nikisha kuchumbia, kwenye harusi lazima nikualike karibu kwenye harusi. Maana najua huwezi ukaja kama zimo. Ila kama hazimo utafanya nini? Utakuja. Maana umepinduliwa wewe alafu uende pale tena. Angalia. 15 Warumi mstari wa 13. Mstari wa 13. Warumi 15 mstari wa 13. Sikia. Basi Mungu wa tumaini na awajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Mtu aliye na furaha lazima ana matumaini,
anajenga matumaini yake. Anasema Mungu wa amani akutie nguvu kukaa katika tumaini. Furaha lazima ikujengee matumaini. Iko siku, ndio maana kama umechumbia unajua iko siku nitaoa, atakuwa bibi harusi. Na ndio maana kama ni kijana mwenye akili, huna haja ya kufanya zina naye, maana atakuwa mke wako siku moja. Kwamba leo tumekukabidhi, kuanzia siku hiyo ni wako. Hata ukisema kwamba nataka tukienda chooni twende wote, mtaambatana tu, atakupeleka. Ninaogopa huko nje mke wangu, nipeleke basi. Mchungaji, na sasa hapo chooni unaogopa nini? Na taa inamulika. Twende basi, ukasimame pale, atakuja tu. Na wewe sasa umeanza kujifanya mtoto. Ni mtoto. Ukitoka huko mnaenda mnacheka. Yameisha. Lakini unamtarajia siku nyingi, alafu haya. Ndio maana akasema, basi Mungu wa tumaini awajaze nyinyi furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Furaha iliyo katika kuamini ni furaha iliyo ya hakika. Furaha iliyo katika kuamini inakupa matumaini, inajenga matumaini, na inautambulisha uwepo wako na mahusiano yako mema na Mungu wako. Maana tumaini linakaa ndani ya mtu mpaka Bwana atakapokuja kumchukua. Bwana asifiwe sana. Kifungu kimoja niruke, kupe Zaburi 100 mstari wa kwanza na wa pili. Furaha ni tunda la kudumu. Sitafika. Hivi vilivyobaki nitamalizia Ijumaa. Nataka maswali. Zaburi 100 mstari wa kwanza na wa pili. Mfanyieni Bwana shangwe dunia yote. Mtumikieni Bwana kwa furaha. Njoni mbele zake kwa kuimba. Wa kwanza na wa pili tu. Kumtumikia Bwana na kwenda mbele zake kwa kuimba. Palipo na furaha kuna kuimba. Palipo na furaha kuna mchezo. Palipo na furaha kuna kurukaruka. Palipo na furaha kuna kelele za furaha. Mungu asaidie sana. Amen. Narudia. Palipo na furaha kuna kuimba, kuna kucheza, kuna kurukaruka, kuna kushangilia na kupiga kelele za furaha. Hapo ndipo palipo na furaha. Lakini wakikwambia hapa pana furaha, ukute mwingine analia, huyu yuko hoi kwa machozi, huyu hapana furaha hapo. Ndio maana nasema kumshangilia Bwana. Wakristo tumefika mahala furaha zetu sijui zinabaki kwenye viungo vya mboga nyumbani. Mpaka hata vigelegele wengine mpaka hamasishwe. Lakini napo hamasiki, maana yuko na mawazo. Lakini furaha ilipasa iwe kwenye kutaniko la Mungu. Furaha ilipasa itawale kwenye kusanyiko la Mungu. Furaha ni ya kufikia. Ndio maana utaondoa mawazo mengine yote, fikra zingine. Utafurahia neno la Mungu, utafurahia sifa na maabudu, utafurahia kwaya, waimbaji, utafurahia mambo yote yanayotendeka. Maana furaha mahali pa ibada ni ya kufikia, ni muhimu na ni baraka. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo furaha ni jukumu lako. Ni jukumu lako. Tatoa nafasi ya maswali, maana nimeona sitamaliza. Iliyobaki nimebakiza vipengele vitatu au vinne. Nguvu kuu ya furaha bado. Alafu mtu asipofurahi hupoteza nguvu. Lakini bado kipengele kingine, nguvu ya furaha chini ya mateso bado, na jinsi ya kufurahi.
Kwa hiyo hivi tutavichukua siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikomee hapa kwenye furaha ni tunda la kudumu. Nisomee Petro ya kwanza sura 1 mstari wa 8. Petro wa kwanza, waraka wa kwanza wa Petro sura 1 mstari wa 8. Waraka wa kwanza wa Petro sura 1 mstari wa 8. Naye mwampenda japokuwa mkumwona, ambaye japokuwa hamuoni sasa mnamwamini na kufurahi sana kwa furaha isiyoneneka yenye utukufu. Furaha iliyo katika Bwana ni furaha isiyoneneka, yani huna uwezo wa kuielezea. Ndio maana inadumu katika maisha yako na inakuwa shangwe katika moyo wako. Ninakushukuru Mungu wa mbinguni ambaye uko pamoja nasi mahali hapa. Umekuwa ukituelekeza kuhusu furaha. Na Baba, bado vipo vipengele tumeviacha, tutavisoma tena Ijumaa kama utatujalia kuifikia Ijumaa. Baba, tusaidie katika nafasi ya maswali, tupate faida na neema, tupate kuelewa na kutambua zaidi sana katika jina la Yesu. Amen.